Muhimu ambaye ulikuwa unamtegemea sana kwenye maisha yako na akaja akatoweka au akafariki. Hivi ni changamoto gani ambayo ilikuwa unapitia sana? Sijawahi kupoteza mtu na akafariki. Bali aliniacha tu kwenye mazingira ambayo nitatanishi na ni babangu mzazi. Nililelewa na mama. Nilikuwa sina baba. Mama na baba walitafuta hela, kipindi bado ni vijana walitafuta hela wakapata. Baada ya kujipata baba akajigawa pembeni tukabaki kwenye hali ngumu. Alafu kipindi hicho sasa mamangu alikuwa kwenye hali ambayo sio nzuri. Babangu alimtelekeza mamangu kwa kipindi ambacho mamangu alikuwa ni mgonjwa kabisa, hajiwezi. Na baba akatutelekeza tukabaki. Mimi ndo nikabaki kama vile mama wa familia. Na ingali bado mdogo, nilikuwa miaka kama 12, 13. Imagine mtoto wa miaka 12, 13 na analea wadogo zake 4 nyuma. Mimi nikiwa wa 5. Hapo hatujui baba, hatujui mama naye akiwa hajiwezi. Ndio kipindi ambacho nikasema kwamba nilipitia kigumu kwangu sana. Nilikuwa nimekosa support kwenye maisha yangu. Nilikuwa nasema nitaanzaje, nitaendeleaje, lakini Mungu si Asmani. Mungu ni baba wa yatima. Anaona. Anaona wale ambao wanapitia magumu. So nashukuru Mungu kwa sasa niko vizuri. Na bila baba naendelea. Na sidhani kwamba sasa hivi mimi mpaka niwe na mzazi, no. Najivunia hata kwa mtoto wa single mother. Sio lazima niwe na baba na mama. Kikubwa nishukuru Mungu mamangu alipona akawa salama tu. Na pale ambako unapojikuta umeachana na watu ambao walikuwa ni muhimu kwenye maisha yako, ukajikuta umekumbatia watu ambao hawastahili kuwa kwenye maisha yako. Inatokea. Kikubwa tu Mwenyezi Mungu anilinde. Maana kuwajua watu kama hao inahitaji hekima zaidi na ujuzi zaidi. Na watu unaweza kuwa na hekima ukawa umesoma sana, lakini kumtambua ambaye ni mzuri kwako au ni mbaya kwako ni vigumu. Maana watu wanakuja kwa ile njia kwamba tunakupenda. So kumjua adui yako ni ngumu. Na ambaye tuseme adui yako hawezi kaja kwa njia ya chuki. No, atakuja kwa njia ya kukupenda. Ya kuonyesha kwamba yuko karibu na wewe.